Seta nakumbuka alikuwa anaitwa Nasibu. Umekuja chance, imerisiviwa vizuri, ikabidi amsetie mtu wa katikati kwa sababu game plan yao ya kwanza coach Nasolo aliwaambia kwamba hakikisha tunacheza katikati mipira yote. Nakumbuka mbele alikuwa katikati kwetu sisi alikuwa Mganda mmoja anaitwa Opiti. Anaitwa Opiti George. Na upande wa pili yuko anaitwa Ramadhani Masempele ambaye sasa anacheza Rwanda nadhani. Umesetiwa mpira, Ramadhani Masempele kapiga ule mpira umeenda nje. Mimi ndio nilikuwa napiga service. Niko 6 out kabisa. Ile situation kwa mimi naona mpira hujaguswa. Refa anasema mpira umeguswa. Audience inasema mpira haujaguswa. Second referee anasema mpira hujaguswa. Lali imeenda, mpira umepigwa nje, watu wanashangilia. Hata video nadhani ipo, ila kwenye simu yangu nadhani na nilibadilisha simu, nadhani itakuwa siko nayo hapa. Lali imeenda, Ramadhani kapiga mpira nje. Sisi tuna celebrate kwamba ndo mabingwa huo mwaka. Tunaendelea kushangilia. Refa akameza filimbi, anapuliza, kanyoosha point kwa Jeshi Stars. Ile valangati limeenda, audience washaingia uwanjani, huku Jeshi Stars wengine wamelala, wengine wanaenda kumwambia refa mpira umeguswa. Refa kweli kawapa. Sasa sisi tuna celebrate na mziki na nini. Tunakuja kuambiwa jamani watu wote tokeni, game bado inaendelea. Tunakuja kutamaki ni nini kinaendelea. Tunamwangalia refa kaganda na mkono wake, point imeenda huko. Tatizo nini? Mpira umepigwa nje, refa anakuambia touch. Kwenye ile msukumano wa point na tukasema jamani wana 13 tuna 14. Wana savu wao. Pokea moja tutoe moja kama kiongozi sasa. Kama kiongozi nawaambia sasa kwa sababu vijana wengi washaanza kupata moto kutaka kugombana. Ngambia hamna haja kugombana. Sisi tuna point moja, wao wana 2. Wana savu wao. Pata chance tupate hiyo point. Kwa bahati mbaya hatukupata point. Wamesavu wao, tumewapa chance wametupiga 14 wote. Tukiangalia tunafanyaje kutoboa hatuwezi. Na ukiangalia wale jamaa ni majiant, mbele kupita ni vigumu. Basi tukaendelea ile rally, game ikaisha bwana 16-14. Tulisimama pale na pointi zetu 14. Filimbi ya mwisho inapigwa tupie, watu wameenda kumfuata refa kwenye zoni yake kule. Na kwa kadiri unavofungwa ndio unavoendelea kuzijua vizuri sheria, unajua. Kiogo pale alifuatwa na watu wote. So mashabiki, sio wanafunzi wa chuo, sio wachezaji. Binafsi mimi sikwenda. Ni brother yangu, tunaheshimiana. Yaani kwa sababu tushafanya vitu vingi na kanilea kwenye maisha ya kiuchezaji. Lakini kuanzia wachezaji wangu wote wakaenda pale kugombana na nini. Basi ugomvi ulienda ukaisha, kila mtu hasira zimeisha. Ubaya ulikuja kwenye kupokea zawadi. Waligawiwa watu wote, ikafika nafasi ya Kampala wanaume kuchukua kama washindi wa pili medo. Tukajazana ujinga huko. Hamna kwenda wote. Hizo medo kama vipi wachukue wao wakawavishe watoto wao. Tumekaa sisi tuna discuss, hatujui la mbeleni ni nini. Kumbe sisi ni watoto, wale chama ni wazazi. Basi imeenda watu kweli wakwenda Kampala, njoo mchukue medo zenu, watu hamna. Na siku hiyo mnafanya hivyo ikuepo mbele ya rais. Hiyo ndo changamoto kubwa. Mbele ya rais wa mchezo. Sasa na sisi muda huo akili zimesharuka. Hatuelewi nini kitakuja kutokea mbele. Wakati huo viongozi walikuwa nasemaje kwenye hiyo situation? Au wana wenyewe waliungana na kuna viongozi wanakuambia usiende. Kuna viongozi wanakuambia nenda. Sasa hapo na sisi tunasema hamna kwenda. Kuna baadhi ya staff wa chuo wanakuambia hapa atakayeenda tunaye. Wewe unafanyaje kama wewe sasa? Unaenda afu unakuwa naye. Sasa hapo sisi tukaamua bana hamna kwenda, na kweli hatukwenda. Kwa bahati mbaya tu ilitokea uongozi ukachukua zile medo, wakagawiana tu nyuma kwamba manager achukua medali tutawagea watu wako. Kipindi hicho sasa ndo rais naye yuko. Mheshimiwa wetu bwana Engineer Magoti. Kiukweli hilo swala hata mimi mwenyewe kwa muda ule niliona ni fresh tu litokee tu hamna kupokea, lakini kesho asubuhi ndo nafikiria
ila pale tulichokifanya sio kizuri tena mbele ya rais. At least ingekuwa tunacheza hata mabonanza tunaweza usichukue na kisitokee kitu. Msimi ndo mgeni rasmi. Hata hivyo hiyo sawa, lakini mbele ya rais ndo kesho unaamka unaweza kufikiria mimi ndo kocha pale. Na mimi ndo nimecheza game, na mimi ndo captain. Inakuwaje tukwenda? Basi kesho yake barua mapema tumekuja ofisini, taarifa kwa umma, timu fulani haitoshiriki kwa mwaka mzima. Mkapigwa bani ya mwaka mmoja. Tukapigwa bani ya mwaka mmoja, na ukiangalia tumetoka kwenye dereva, maana yake kinachofuata ni TVNL ndani ya huo mwaka. Na mlikuwa mna nafasi ya kufuzu kwa sababu mmekuwa washindi wa pili kwenye mkoa. Yes. Kabisa. Kwa ndo sababu ilikuwa kubwa, ni ugomvi tu kwenye hiyo game, tukashindwa kushiriki. Na kwa bahati mbaya amkufungiwa timu tu, jina la timu ulifungiwa hadi wachezaji. Mpaka wachezaji. Kwa hiyo wachezaji mkao mmedhurika kwa kutoweza kushiriki. Kutokushiriki kweli. Baada ya ile TVNL mlioikosa, inaonekana kama ulikuwa na hasira nyingi sana. Vibaya mno. 2025 kwa bahati mbaya wewe, na kwa bahati mbaya ulikuwa na majeraha na ukawa umebadilisha nafasi. TVNL 2025 unarejea unakuwa hadi MVP kabisa. Na mkawa mabingwa wa TVNL kwa mara ya kwanza ya QT, na wewe ndo unapokuwa unakuwa MVP. Na mliwafunga Jeshi Stars ambao mwaka uliopita walisababishwa mkafungiwa, na TVNL ya kwanza kabisa waliwafunga 3-0, walikuwa shaandaa t-shirt. Ile siku walikuwa hajaandaa t-shirt za ubingwa. Inaweza kawa walizificha kaka. Inaweza kazi zilifichwa au walichoma moto. Uliwezaje kuwa MVP kwa kipindi kile na hadi timu kubeba ubingwa? Kwa kweli kwanza nianze kwa situation ambayo ilinifanya mpaka nikawa na hasira ya hayo mashindano. Hasira kubwa kwanza ilitokea kwa nini tulifungiwa. Kwa nini hatukushiriki? Ndiyo tulikosea, hayo mambo tu yangeweza kuzungumzika, lakini kwa sababu ni viongozi na ndio wazazi wanaotolea kimchezo, ni lazima itokee hiyo, sababu huwezi kukosea afu siadhibiwe. Mimi sikuchukulia negative, tulilikubali. Lakini kwenye situation ya mimi kuwa MVP, kwenye timu yangu tulikuwa tuko kama 8 nadhani. Na ambapo kuna foreigners wa Kenya na sisi pia wa Tanzania na kuna Waganda. Tulikuwa tuna mchezaji mmoja wa position moja ambaye anaitwa Jovin. Yule mchezaji bwana, alikuwa ni seta. Kipindi hicho mimi nilikuwa kama outside hitter. Ilitokea situation ya usajili. Kipindi hicho Bandari wanataka wachezaji na Kampala inamtaka huyo mchezaji. Sasa Bandari walichokosea ni kumfuata direct mchezaji, kwamba sisi tunakutaka, wenyewe wakufuata management, kwa sababu tunajua kwa uhalisia wachezaji wa volleyball sasa hivi hamna mtu mwenye management, labda kwa mfano baki na bure hao ambao wameshatoka kidogo nje. Lakini kwa sisi tunaocheza local hatuna management. Kwa hiyo ilitokea tu scenario ya viongozi wa Bandari wakaenda direct kwa mchezaji wakaongea naye. Labda inaweza ikawa Jovin alivutiwa na kiasi alichoambiwa, ile offer. Kwa offer alopangiwa, nadhani yeye Jovin akaamua kutoka kwenye timu. Ubaya umekuja kwenye timu hamna seta mwingine. Na mimi kipindi hicho nilikuwa na injury ya goti tukiwa kwenye training of season. Kwa sasa ikawa nafanyaje? Na by the time hamwezi kusajili. Hatuwezi kusajili, usajili umeshaisha. Kwa kilichotokea, kwa sababu mimi nilikuwa na injury ya goti na wengine wote ni mataka wazuri, watu wakanipoint, bwana Saidi bwana wewe kidogo unaweza kufanya receive, unaweza kutumia tip kwa receive service. Chumvi sinakaa kokote tu. Kwenye ubwabwa, kwenye uji muda mwingine mambo yanaenda. Sasa watu wakaamua bwana Saidi mjaribu kuwa seta. Situation hiyo ikaanza. Na hapo kipindi hicho ndo goti nakumbuka nilikuwa nimetoka kufanya x-ray. Waliniambia lina tatizo, lakini nipumzike ndani ya miezi 6, nisifanye chochote, nisikimbie, nisicheze. Sasa fikiria kwenye hiyo off season nimeambiwa nisicheze miezi 6. TVNL iko mbele. Jovin kaondoka na hakuna seta. Unafanyaje? Usajili umeshafungwa. Mimi makaratasi ya hospitali nikayafunga kwenye begi. Sasa mimi nitacheza TVNL kama seta. Tutaenda hivyo hivyo. Basi mimi nikana uzulia training moja tu ya asubuhi, jioni napumzika. Na uzulia ya asubuhi. Kadri siku zinazidi kwenda, touch naipata. Bwana Sidi, mbona kama unaweza? Wenzangu sasa wananiambia Sidi, wewe unajua hujawahi kuwa seta kabisa. Sisi tunachokihitaji. Ingawa watu wengi tunaambiwa kwamba seta ndo nafasi ulipoanzia kule. Sasa hiyo ni miaka, hiyo ni utotoni kabisa. Hiyo ni utotoni. Ili umewahi kuhudumia hiyo nafasi.
muda mrefu, lakini sikucheza kwa ile kompitia kwa maana ya kucheza game nyingi hamna. Yes. Ni ile tu utotoni bwana, wewe kaa hapo katikati cheza. Yeah. Ndio iko hivyo, lakini kwa mashindano sasa ndo nikaanzia hapo. Watu wa bwana Saidi, kama hujawahi kuwa set time, jaribu tu set tu juu, sisi tutakusaidia. Weka mali juu. Weka tu mali juu. Yeah. Basi situation ikawa inaendelea hivyo, mazoezini watu wana serve nini na set kidogo naendelea. Yeah. Watu wakawa wanaona improvement sasa inakuja kama seta. Bahati nzuri mazoezini alikuwa anakuja kocha mmoja anaitwa Edwin Masinga, kama unamfahamu. Yes. Kocha legend kabisa. Yes, legend. Na yeye zamani kacheza kama seta. Akija uwanjani na mimi kanifundisha of course nikiwa magereza, lakini hakunifundisha kama seta. Yeah. Kuja uwanjani anaona mimi ndo na set. Kuuliza nani, kwa nini Saidi ana set? Hamna set, hakuna. Basi kocha mimi alinipa moyo. Baada ya kuniona nilichokuwa nakifanya, akaniambia wewe kijana, unachokifanya kitilie mkazo, alafu ndio utakuja kuona faida yake. Yeah. Yeye mwenyewe alijitolea, akaniambia mimi kila siku anafikiria anatoka kwake ni mbali kidogo, kutoka pale chuoni mpaka kwake ni kama kilomita 5-6 hivi. Yes. Anatoka na baiskeli, anakuja kwa ajili yangu uwanjani. Hasa mimi kwenye akili yangu najiuliza, kwa nini huyu mzee anatoka kwake na anakuambia kabisa mimi nakuja mazoezini kwa sababu yako. Tukifika uwanjani anachukua mipira, simama hapo, fanya hivi, hakikisha unafanya hivi, mikono weka hivi. Yeah. Siku zinazidi kwenda, naona mbona kachi nakuja. Basi mashindano nakaribia, kadri tunavyozidi kufanya training ndo nazidi kuwa mzuri. Yeah. Sasa mimi nikasema ili kuonyesha kocha zile effort zake alizokuwa anazifanya kutoka kwake, simlipi chochote. Anatumia usafiri wa loko, baiskeli, anakuja paka pale kwa ajili yangu, asije kumpa tamia. Akasema sasa hichi mimi kumuonyesha nini nafanya kwenye game. Ndio hapo sasa kwa kuanza sasa kujiamini. Sasa mimi nachoenda kukifanya pale na kocha mwenyewe alikuwa anakuja. Sasa mimi nakuja uwanjani kuangalia game kwa ajili yako. Sasa kama kocha kule namuona, alafu mimi nafanya branders hapo. Inakuwa uongo. Na ukafanikiwa kupeleka timu mpaka finali? Yes, nikafanikiwa na seta nikiwa mimi mwenyewe peke yangu. Yeah. Yes, nikafanikiwa na kuchukua best setter, kuchukua MVP. Yes. Yote kwa sababu ya vitu ambavyo vilitokea nyuma. Yeah, hasira ya kukosa TVNL huko, kufungwa 3 bila, hasira za kufungiwa, hasira za kocha kujitolea, mimi si mlipi. Yes. Kwa hivyo vitu vyote ukivichanganya ndio vimeleta impact kwenye career yangu. Bana, vijana ambao bado tunatamani kuwa bora kwa siku zote, sio michezo tu, hata kimaisha kwa kawaida. Mafanikio sio ya siku moja. Nafikiri tumemsikia Saidi hapo, TVNL ya kwanza, ya pili, wamefungiwa, wamekosa, mwisho wamejicommit na kuweza kuwa MVP, na akiwa amebadilisha nafasi. Wakati umekuwa MVP ndipo zimeanzishwa Tanzania Volleyball Federation Awards. Tuko pale Dodoma, unaondoka na madude kibao hiyo siku. Wewe ndo ulikuwa unaongoza katika kubeba tuzo nyingi. Unafikiri msimu wa TVNL uliopita ulichangiaje wewe mpaka kuwa umebeba tuzo nyingi, karibia tuzo 3 kuzidi wachezaji wote waliokuwa nawania tuzo hiyo siku? Naweza nikasema sababu ya mimi kuwepo katika categories nyingi ni vitu ambavyo nilivifanya nyuma, kuanzia Dareva na mashindano mengine ambayo yalitokea, kwa sababu Dareva nilichukua tuzo 4. Yeah. Dareva nilichukua MVP, nilichukua best setter, nilichukua best server. Yeah. Nilichukua na best coach kwa wanawake. Yeah. Pia ikaja TVNL nikachukua best setter. Kwa hivyo vyote vinaweza vikawa vilichangia na kuweka shinikizo la mimi kuwa bora kwenye TVF Awards. Ukiangalia na maseta wengine, mfano kulikuwa kuna Ezekiel Robson, hakuweza kupeleka timu mbali, yeye akiwa kama seta, na ndio team captain wa national team. Akiwepo Nasoro ambaye tunamuita Cholo, naye pia kuweza kufanikiwa kupeleka timu yake, na maseta wengine ambao walikuwepo. Mimi nilionekana bora kwa sababu ya effort ambazo nilikuwa nazifanya, na pia kwa timu ambayo nilikuwa niko nayo, na pia hiyo position ilikuwa sio ya kwangu, na niliweza kuonyesha watu kitu ambacho cha tofauti mpaka watu wanasema huyu anaweza kaitwa national team muda wowote. Na kweli lilitokea national team, na mimi pia nilikuwepo katika maseta 3. Japo sikufanikiwa kwenda kushiriki katika mashindano yaliyofanyika Uganda. Yes. Nakumbuka kuna situation ambayo kwa mfano kama sasa
ipo, wewe ukiwa Kampala, Stalon alikuwa kule kama mchezaji na wewe ulikuwa ni kama coach na kama kiongozi pia unawasimamia. Baadaye msimu huu tunasikia sasa Stalon ni head coach wa timu ya Bandari. Na alivyoenda kule, wewe umeenda pale kama mchezaji. Hizi situation mnazihandle vipi? Kwa sababu wote pia mna taaluma za coaching, wote mpo kwenye rika moja za umri, lakini bado kupambana kwa malengo yote yanayofanana. Bado wewe una energy ya kupambana uwanjani kama mchezaji, japo Stalon wote mmecheza pamoja. Hizi situation mnazibalanceje kwamba sasa isije ikafika hatua mchezaji na wewe ukawa kama ni kocha kwa wakati huo, au na yeye kipindi kile mkiwa QT alikuwa na balanceje asioneshe ukocha wake akiwa ni mchezaji? Okay, kwanza kitu kikubwa kwanza ni respect. Kwamba hata kama anasimamia mdogo kwako, kapewa nafasi ya uongozi, unatakiwa umheshimu ili jambo liende. Mfano, mimi nilikuwa kocha KUT. Stalon akiwa kama mchezaji. Nashukuru Mungu hata kama tulikuwa agement lakini tulikuwa tunaheshimiana. Na kozi pia tumesoma wote darasa moja, tumefanya mitihani wote na tumeperform wote vizuri mpaka kupata hivyo vyeti vya coaching. Kwa mimi nikiwa coach, Stalon alikuwa ananiheshimu na mimi pia imenifanya huko ambapo nimemfuata yeye. Nimetoka kama coach Kampala, nimekuja kama mchezaji TPA. Kwa na mimi nitakiwa nimuonyeshe respect kubwa zaidi ya yeye ambaye alikuwa ananionyesha. Kwa kikitokea kipindi naweka masikio kwake, namsikiza nini anafanya, nini anasema ili mimi nifanye bora zaidi. Na ndio kinachotokea sasa hivi. Saidi nenda kimbia 3, mimi nitakimbia. Saidi push up 10 nitafanya. Lakini ikitokea Saidi piga push up 10 naanza kusema hata mimi ni kocha siwezi fanya, na hiyo ni mbaya. Itajenga nidhamu mbovu kwa watu ambao wako nyuma yangu, kwa sababu kuna watu pia wananiangalia hapo, kuna vijana wengi ambao wanatamani kufika mbali. Tena wakiniona tena mimi na mgomea kocha hata kama tuko agement, inakuwa sio jambo zuri. Kwa vizuri kuheshimiana ili kazi za watu ziende. Sahihi kabisa. Wakati unatoka QT kuja Bandari, kulikuwa na ugumu gani? Kwa sababu ile ni timu ambayo umehudumia muda mrefu kama mchezaji na kama kocha. Nasikia donge lilikuwa nono sana mzee wangu. Labda nikwambie bwana 6. Kwenye maisha bwana ni kupambana. Na haujui mtu unaweza ukatokea wapi. Kuna ndugu yangu mmoja ananiambia jaribu unaweza ukafanikiwa. Kwa huku kujaribu naweza nikafanikiwa, ndio imetokea mimi nikiwa Kampala kuja Bandari. Kwa inaweza ikawa niko Kampala, lakini at the same time watu wameni approach, bwana toka hapo njoo hapa kuna kiasi hichi. Inaweza ikawa vinaendana ama kimezidi ama kimepungua. Lakini taasisi nilokuepo kule ni tofauti na taasisi ambayo nimekuja huku. Kule ni taasisi inayohudumu elimu, huku ni taasisi ambayo inahusika na mambo ya bandari na nini. Kwa nimejaribu kule, maisha yameenda, lakini nimeona nijaribu na huku. Maisha yataendaje? Japokuwa nimeondoka vizuri, nimeaga viongozi, mambo yameenda vizuri, bwana mimi nitaondoka. Tumekubaliana vizuri. Hatimaye sasa hivi niko Bandari. Kwa ni maisha mengine tena. Unaweza ukasikia kesho niko Jeshi Stars, kesho kuta niko sehemu nyingine. Kwa labda tu kwa kuwashauri vijana, jaribu kuondoka vizuri sehemu ambapo ulikuwepo. Ili kutengenezea sifa. Inaweza katokea kule tena ikatokea bahati mbaya ukarudi tena huku. Anachomaanisha hapa mheshimiwa hapa bwana Chumvi, ex agombanishwi, yani muda wote kiporo kinaweza kwa hiyo tukae vizuri jamani wapendwa huko tunakokuwa tunatoka, ili mambo yakae vizuri. Lengo kubwa hasa transfer alizozifanya TPA, hasa ukiwemo wewe kama Chumvi, ilikuwa ni kuregulate ule msosi waliokuwa nao ukae vizuri uweze kufikia malengo. Kwa bahati mbaya au nzuri zaidi, Dareva hamkuweza kufika hata finali. Nasikia kambini kulikuwa kulaliki kabisa mzee wangu. Kabisa chakula akiliki kaka. Chumvi haitoshi au nzidi. Yani chumvi inakuwa nyingi hata kama ili ulichukua hivi ukaweka kidogo. Chumvi nyingi. Ilikuwaje hiyo scenario? Kwa sababu usajili ulikuwa umefanyika mkubwa, wakaongeza nguvu za legend kama nini, na bado mkawa hamkufanikiwa kuingia finali.
situation ilikuwaje na tunaelekea TVNL kwa sasa hivi ukiwa Bandari? Unaiona hiyo approach lengo walilokuwa nalo hawajafanikiwa kwenye ligi ya mkoa haijawatengenezea favor au kuwapa pressure nyinyi kuelekea TVNL ya 2026? Kwa maana ya pressure ipo. Yeah. Kwa sababu kwenye kila taasisi inataka result. Yeah. Kama hamna result, manake manager anapoenda kugonga mlango wa kwenda kuchukua hela, manake hata kesho hawezi tena kugonga kwa sababu kila siku mnafungwa. Yeah. Kwa pressure ya dereva imetushtua kwa sababu tuliamini sisi ndio tuna timu bora zaidi kuliko timu yoyote. Yeah. Na hata game ya robo finali na Tanzania Prisons tuliamini ni 3-0 tunaondoka kwa sababu kwenye mzunguko tulishawafunga. Yeah. Kwa ilitupa moyo ya sisi kusema kwamba wale tunafika hapa tunapiga, tunasubiri nusu finali high voltage, tunapiga, tukienda finali na Jeshi ndio tutajuana huko. Yeah. Mambo yakawa vice versa. Tumeingia tumeshinda seti ya kwanza, ya pili wakashinda wao, mwisho wa siku tumeenda kupasuka. Kwa hiyo pressure kwa sababu asilimia nyingi tunaocheza pale kidogo tuna experience kwa maana ya foreigners waliokuja na pia vijana ambao tuko nao pale wa Kitanzania, na imani kufungwa kwetu sisi na kwenye robo finali ya dereva kutatuweka sehemu nzuri sana TVNL. TPA mnajiona wapi TVNL ya msimu huu? Finali kaka. Finali. Si kila kitu kiko sawa hapo, watu wa kameramani, si ndio? Naomba muikate afu muirushe kule. Mapema sana. Yasija katokea yaliyotokea 2023. Kaka hamna. Yaani ile ni tembo. Ni tembo haiwezi rudi. Watu walibweka sana kaka. Hii tukuite nani? Hii achana nayo. Au aibu tena. Hii achana nayo lakini kazi wanayo. Yeah. Sasa hivi tunaelekea TVNL 2026. Una nini cha kuambia watu? Kwa maana ya wachezaji ama kila mtu ambaye unahisi anahusika na TVNL? Kwanza kwa wachezaji kuwashauri tu kitu kikubwa kwanza ni kubehave, kwa sababu mashindano yanaonyeshwa kwenye kwa maana ya live. Azam TV wanaonyesha live, kwa watu wa behave vizuri kuanzia uniform, muonekano wako, rafuzi ndani ya game, kusitokeza ile quarrels paka watu wakaona volleyball ni mchezo wa kihuni. Yeah. Tunaamini mchezo wa volleyball ni mchezo ambao wa watu ambao wako standard na wako vizuri kabisa. Kwa hiyo kikubwa watu wa behave vizuri ili audience wanapokuja waseme kweli ule mchezo ni mzuri. Mfano mzuri tunaweza tukaona tulivyoshiriki mashindano Mwembe Yanga. Yeah. Tulipata watu wengi sana na watu walitamani sana kuhakikisha wanajua kwenye kila point inakuaje, volleyball inachezwaje, kwa sababu ukiangalia kwenye finali pale Mwembe Yanga kulijaa. Na ukiangalia kwenye kila mwana volleyball mmoja, ukitoa kulia kwake kuna watu 10 ambao si watu wa volleyball. Ukija kushoto kwake kuna watu 10 ambao hawahusiki na volleyball. Na wote wana maswali. Point inapatikanaje pale? Inapatikanaje? Kwa sisi pia wachezaji ama makocha ama watu ambao tuko ndani ya tasnia tuwe mabalozi wazuri kwenye kuonyesha kitu ambacho kilicho bora. Inaweza katokea mtu mlevi, inaweza katokea mtu mvuta bangi, kwa appearance yake unaweza kumuona ni mchafu, lakini anapokuuliza jaribu kuwa standard na wewe kujionyesha kwamba na mimi naujua ule mchezo, ili kuhakikisha unaweka watu wawe karibu ndani ya mchezo. Sahihi. Kwa hiyo watu wa behave, respect. TVNL, neno la mwisho ukiambiwa iseme hii TVNL ni kitu gani kwako ambayo inaonyeshwa Azam TV, wewe unaweza ukaisema ni kama kitu gani ambacho kimekuja kubadilisha mchezo? Neno lolote lile ambalo unaweza kudescribe TVNL. Kwanza kwa upande wangu ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa sana kwa sababu kimeweza kunipa mwanga. Kunipa mwanga kwa maana ya nilitamani kupumzika kwenye volleyball. Yeah. Lakini ilivyokuja TVNL imeniambia mbona bado naweza. Yeah. Kwa sababu yani bado naweza, yani bado inahitajika hapa katikati hapa. Chumvi mbona bado hapa haijakoza. Kwa hiyo imekuja kuniamsha mimi kama mimi kwa maana ya kipaji changu, kwa sababu niliwaza kuacha volleyball niendelee na career yangu ya coaching. Yeah. Lakini jamani mimi bado nipo sana kwa sababu ya TVNL. Yani tutacheza huko Dareva, siji Nyerere, lakini mimi focus yangu inakuwa kwenye TVNL. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mashindano makubwa, pia yako live,
Azam TV. Yes, kwa sababu watu wengi watakuwa wanaangalia na kujua fulani ni nani. Uwezi jua ya Mungu mengi. Kuna mawakala pia, kuna nini. Kwa hiyo unaweza ukasikia leo Chumvi yuko Kenya, Chumvi yuko Rwanda, Chumvi yuko Ujerumani kwa Jaki. Kwa hiyo mimi kwangu bado jamani, bado nipo sana. Kama kuna watu walitarajia nitaacha, TVNL imenirudisha. Na hata tukisema ni humu ndani, bado mashirika na makampuni yanaongezeka ya kuweza kuwekeza kwenye volleyball. Kuna teams nyingi ambazo zinaendelea kuzalishwa za mashirika ya umma zikiwa zinaendelea kutengeneza timu za volleyball. Tumeona TPDC, TPA, majeshi yote karibia, na kadri tunavyoenda NHIF wanahitaji kutengeneza timu ambazo ziko very strong. Kwa hiyo unachokisema ni sahihi sana. Waite wadau waje kwenye ufunguzi, kwenye opening ceremony. Mwaka huu bana Chumvi, tunatamani kuwafanyia kitu ambacho surprise. Ninachosikia wanapanga huko ndani kwamba opening ceremony ya mwaka huu sio ya kawaida. Ni kubwa kuliko zile class ambazo tunaziona wale sijui World Cup sijui nini wana kwenye bowl zile Super Bowl na vitu kama hivyo, kwamba this time tutakuwa nayo. Unapoona zinakuja moments kama hizi za kitofauti, opening ceremony, closing ceremony zenyewe ambapo mnapewa medali zile na vitu kama hivyo, unaona ni mazingira ya tofauti na zamani. Ile kama mchezaji kuna kitu ambacho waga una feel. Upande huo ni mkubwa sana, kwa sababu unaweza ukaona mfano, mimi naweza nikajiongelea mfano kwenye TVNL ambayo tulikuwa sisi mabingwa. Ile tu ilitokea situation ya kuwepo na ile screen ya kurusha matangazo ya screen kubwa. Kwamba best player anayefuata ni best setter. Unaapia pale. Yes, unaapia pale kwa maana ya statistics zile za umefanya nini. Kwa hiyo sio kujuana yani sio kujuana. Namba zinazungumza. Hizo video ninazo. Kwa hiyo imeniwekea mimi platform kubwa sana kuonekana nini nimefanya. Inaweza ikawa kuna mtu wa volleyball anajua, mwingine hajui, lakini akikaa akiangalia TV kule, Jamali ana ace fulani, ana setting ngapi, ana touch ngapi. Kwa hiyo inanionyesha kwamba nimefanya kitu kikubwa. Na pia kwa maana ya videos ambazo zinatokea pale, Saidi alifanya setting hivi. Kwa ni kitu kikubwa sana hicho. Amazing. Bana, watu ambao mnatarajia kumtazama Saidi, tarehe 3 Tanzania Volleyball National League inaanza. Inavyoanza huo ni mzunguko wa kwanza, TVNL tarehe 3 mpaka tarehe 10 tutakuwa pale Mwembe Yanga. Baada ya hapo tunakuja mzunguko wa pili, pale tunarejea tena mwezi wa 9, tunaenda mpaka finali mwezi wa 10. Sio cha kukosa this time, na the good thing mkaribie sana kwenye opening ceremony. Itakuwa ni opening ceremony ya tofauti sana. Hii ni TVNL special. Tukutane Mwembe Yanga, na kwa mazungumzo mengi zaidi tutawaletea stories za wadau tofauti. Next episode tumezungumza machache na ndugu yetu Chumvi hapa. Ana mambo mengi ya kuzungumza. Hapa maproducer muda wote walikuwa wananiambia muda umeisha. Lakini tutarejea na episode nyingine zaidi, tutapiga story nyingi. Ana mambo mengi sana ya kutuambia. Kuna mambo mengine hapa hatujamuuliza. Walipokuwa wanapita huko mipakani kuelekea huko Malawi wapi, watakuja kutupa story hizo za bwana Chumvi. Langu jina ni Reno 6. Karibu sana kwenye ukurasa wa Tanzania Volleyball Federation kutazama podcast hii ikiwa imekamilika, na muweze kuenjoy na kuweza kujifunza zaidi na kuweza kuwa motivated zaidi. TVNL special.